Haleluya. Mungu abariki sana. Basi naomba tutaenda kuangalia maneno kwenye kitabu kile cha Yakobo sura ya 3. Yakobo ile sura ya 3 mstari wa 1 na kuendelea. Na somo letu la leo linasema nguvu ya maneno unayotamka. Nguvu ya maneno unayotamka. Bwana asifiwe. Sikutaka niandae somo kwa ajili tu ya form 6. Na yenyewe yangepatikana tu. Lakini mimi ambacho huwa natamani watu tujue ufalme wa Mungu tuliopewa. Mtu aliyeokoka atambue ana nini mbele za Mungu, ajue ana nafasi gani mbele za Mungu. Kwa hiyo mtu yeyote aliyeko hapa, huu ujumbe unamfaa, ambao Roho ameuandaa kwa ajili yetu. Basi naomba tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, wewe ni Mungu mkuu, hakuna mwingine aliye kama wewe. Asante kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa nafasi hii tunapoenda kujifunza maneno yako muda mfupi huu. Naomba Roho Mtakatifu wako akatufunike. Fungua akili na ufahamu wa kila moja katika jina la Yesu Kristo. Achilia neema yako juu ya kila moja, ili Bwana Mungu tuweze kuelewa na kuyafanya kazi maneno yako katika jina la Yesu Kristo. Kila mmoja aseme amen. Amen. Haleluya. Amen. Yakobo ile sura ya 3. Kama una Biblia naomba ufungue. Yakobo sura ya 3 kuanzia mstari wa 1. Ndugu zangu, msiwe walimu wengi, mkijua ya kuwa mtapata hukumu kubwa zaidi. Maana twajikwaa sisi sote pia katika mambo mengi. Mtu asiyejikwaa katika kunena, huyo ni mtu mkamilifu, awezaye kuuzuia na mwili wake wote kama kwa lijamu. Angalieni, twatia lijamu katika vinywa vya farasi ili wamtii. Hivi twageuza mwili wao wote. Tena angalieni, Melikebu ingawa ni kubwa kama Nili, na kuchukuliwa na pepo kali, zageuzwa na usukani mdogo sana kokote anakoazimia kwenda nahodha. Amina. Chia kwanza hapo. Jamani, Bwana asifiwe. Amina. Yakobo hapa anajaribu kutazamisha watu au kuwapa tahadhari kuwa makini na kitu kinaitwa nini? Ulimi. Sawa? Kitu kinaitwa ulimi. Anaanza kwa kusema ya kwamba, wapenzi, nawaomba msipende sana kuwa walimu. Msipende sana kusema, kwa sababu walimu watapata hukumu juu ya mambo wanayoyafundisha. Mwalimu kwa nini apate hukumu? Kwa sababu yeye ni mtu anayejenga msingi kwa watu. Pasingekuwa na walimu tusingekuwepo hapa, sio hivyo? Sasa fikiria mwalimu akufundishe kitu ambacho kitakupoteza kwenye maisha yako. Sababu msingi aliyokujengea mwalimu ndio huo msingi ambao unautegemea wewe maisha yako yote. Sasa kama akikosea akakufundisha kitu ambacho kitakupoteza, hukumu yake ni kubwa, sio hivyo? Maana yake alitumia kinywa chake kupotosha watu. Ndio maana anatuonya kwamba tusipende sana huduma ya walimu, kwa sababu ina accountability
mbele za Mungu, kwa sababu ina hukumu. Kama au kufundisha sawa sawa na Mungu anavyokutaka, kuna hukumu mbele. Lakini sasa akaendelea kusema ya kwamba maana twajikwaa sisi sote pia katika mambo mengi. Sisi ni wanadamu, sio hivyo? Tumeumbwa na udhaifu, tunajikwaa kwenye mambo mengi. Lakini sasa anasema kwamba mtu anayeweza kuutunza, kuzuia ulimi wake, yaani huyo mtu ni mkamilifu sana. Yaani kama unaweza kujizuia, kuzuia ulimi wako usijikwae, Biblia inasema ya kwamba wewe ni nani? Ni mkamilifu. Yaani ulimi ni wa ajabu sana. Ulimi ni kiungo ambacho Biblia inasema kwamba kina uovu usiotulia. Mstari ya chini kwamba kinawashwa